Nitamkabidhi boksi hili, atalifungua mwenyewe pia, atatuambia kuna kitu gani, pia tutakuwa na neno la kusema. Karibu. Nashangaa tunafungua hivi pap dola 10,000. Kuna nini bwana harusi mtarajiwa? Bible. Watakatifu wa Mungu, piga makofi na vigeregere tafadhali. Wow. Haleluya. Mimi na mchumba wangu, mume wangu mtarajiwa, ni watu ambao ni watumishi wa Mungu. Nimependa kumkabidhi Bible hiyo, kwani ni kitabu ambacho kitamuongoza katika maisha yake na maisha yetu tukiwa pamoja, kwani kitabu hicho kina kila kitu. Wow. Kina maneno ya upendo, kina maneno ya kuonya, kina maneno ya kufariji. Wow. Naomba mume wangu mtarajiwa, ukitumie kitabu hicho, uitumie Bible hii, ikuongoze katika maisha yako yote, tutakayokuwa pamoja na. Watakatifu, makofi yako wapi? Makofi yako wapi? Wow. Nimesikia sauti moja kutoka kwenye familia ya bwana harusi mtarajiwa, tumepata mdada kabisa. Safi. Boksi hili ni boksi la pili, pia atalifungua mwenyewe, atatuambia kuna nini. Sawa. Yaani mimi maombi yangu yote ubahatisha hata moja tu lina tofali za kuchoma. Na humo kuna nini baba? Diary. Wasomi hai. Haya, tusikilize diary. Kuna nini? Mimi naongozwa na vitu vitatu: akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Wacha we. Natamani mume wangu mtarajiwa, Mungu aendelee kumpa maarifa, aendelee kumuongoza, na anapoendelea kupambana katika maisha yake, diary hiyo iendelee kumkumbusha kuyaandika malengo ya kesho na kuyaombea. Wow. Mungu awabariki. Ongeza makofi tena, ongeza makofi tena. Familia ya bwana harusi mtarajiwa, nilichokigundua wote wamesoma. Nimesikia sauti ya mama pale amesema tumekuverify. Safi. Haya, linalofuata mpe tena. Okay. Hili ni boksi la tatu. Nimesema atafungua yote, hamna cha siri ndani. Sawa sawa. La tatu hilo. Tayari. Wow, muda. Pigeni makofi, piga makofi, piga makofi. Nimempatia mume wangu mtarajiwa watch. Ninamuomba katika maisha yetu ya kila siku tutakayokuwa pamoja, aongozwe na muda. Atambue ni muda wa nyumbani, atambue ni muda wa ibada, atambue ni muda wa mke wake. Wow. Yani kila kitu kiongozwe na muda. Yani ongeza makofi mengi. Asante sana. Ila wageni waliko na nyie. Sasa kwenye swala la atambue muda wa mke wake, mmeguna nini? Okay. Si mambo mazuri, mambo ya ndoa raha sana. Ngoja tuoe, Mungu atusaidie. Wachungaji mtuombee na sisi tuoe kwa kweli. Hili ni boksi la 4. Baba, utafungua tena. Fungua tena baba. Mimi nimo. Tayari. 200. Kwa nini 200? Nadhani mtakuwa mnajiuliza kwa nini 200. Tunatafuta, kuna kupata na kukosa. Mume wangu mtarajiwa, hiyo ni sarafu. Ni pesa ndogo sana. Haijahalalishwa, ni pesa ambayo yani bado ni ya chini. Tambua kwamba kuna siku utaenda kutafuta, tutakosa, tutapata vingi, lakini ipo siku tutapata vichache. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Ukipata pesa kidogo, mshukuru Mungu. Tutatumia hicho. Mungu akubariki. Nyie. Huyu binti ana akili nyingi. Mpigeni makofi na vigeregere tena.
Blaza, hongera sana, umepata mke bwana. Ana akili sana. Hili ni boksi la 5. Usichoke, utafungua. Sawa, hapa tunajifunza pia. Kuna mtu anaandika notes kule. Na malimao tena. Boksi halina kitu. Kwa nini halina kitu? Ninamkumbusha mume wangu mtarajiwa kuwa kuna siku atatoka nyumbani kuelekea katika mihangaiko yake, lakini atakosa. Usitende dhambi. Mshukuru Mungu kwa kila jambo, muamini Mungu, hata kesho atatenda makubwa katika maisha yako. My God. Hayo makofi kwa ajili ya biharusi mtarajiwa. Naomba tupige makofi mengi kwa ajili ya familia hii. Piga makofi mengi tafadhali. Baba, baadaye tutaongea. Kama bado wapo tuje. Unatoa product za maana kabisa. Nimeshika boksi namba 6. Hili ni boksi la 6. Boksi la 6. Usichoke baba, wewe pokea. Yaani mimi lengo langu nibahatishe tu boksi lenye vigae. Wow, 10,000. Piga makofi basi, piga makofi. Bi harusi anatupa somo hapa. Fuatilia vizuri. Kwa nini 10,000? 10,000 ni pesa kubwa. Of course ni kubwa. Tukiwa na 10,000 ni 100,000. Nimeichukua kama mfano kwa sababu ni pesa ambayo ni kubwa. Hatuna hela zaidi ya hiyo. Tutaunganisha kuitafuta 1,000,000. Ninamkumbusha mume wangu mtarajiwa, hiyo pesa ni kubwa. Kuna siku utafurahi kazini kwako, zitakuja oda za kutosha, utapata pesa nyingi. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Wow. Usisahau fungu la 10. Ongeza makofi. Hayajaisha. Tuna boksi la 7. La 7. Naomba alifungue. Na ugali wa royo tena. Haya tuone. Wallet. Ongeza makofi tena tafadhali. Ongeza makofi usichoke. Kwa nini wallet? Nimempatia wallet na kukumbusha akiba ni lazima nyumbani. Wow. Lazima tutunze. Tutakachopata tutatunza kwa ajili ya kesho yetu. Wow. Tukipata kingi hatutatumia chote. Tutatunza kwa ajili ya maisha ya baadaye. Wow. Mungu akubariki. Yaani hapo kwa kufupisha sentence, kwa nini wallet? Baba, tafuta sasampa. Yaani tusiende hivi. Ni hapa tutafuta hela mzee wa kazi. Haya, lingine? Nina boksi la mwisho ambayo ni boksi la 8 ili atalifungua pia. Chukua baba. Ili zito mno. Wow. Akunjue? Kunjua baba tuone. Ebo? Msicheke. Ngoja tusikilize. Zawadi ndo nilichobarikiwa. Sasa mume wangu mtarajiwa, hilo ni shati, usilidharau. Nimenunua hela hapo. Msicheke. Sawa. Haya. Mimi namwomba mume wangu mtarajiwa alivae. Vaa baba. Vaa tuone. Vinavarika. Limekataa. Alifiti. Amesema haifiti. Amesema halimtoshi. Maana yake amekuwa. Si ndio? Simekuwa. Haya. Amekuwa anataka kwenda kujitegemea. Wow. Na mimi ndo mke wake mtarajiwa. Sasa kwa kuwa umekuwa baba, hivyo na hilo shati lako, nenda ukawashukuru wazazi kwa malezi waliokulea mpaka hapo ulipofikia. Aisee, mtoto ana akili nyingi. Piga makofi mengi, piga makofi basi, piga makofi.
Wapelekee wazazi. Sio zawadi yako hiyo. DJ chapa mziki DJ. Umejua kunifurahisha. We. Baba, umenifuta machozi. Daddy, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele. Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Daddy, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele. Umerudisha tabasamu langu. Wakabidhi. Umerejesha na furaha yangu. Moyoni umenijibu kwa wakati. Unarudi bwana harusi. Baba, umejua kunifurahisha. Niliyeitwa laana nimefanyika baraka. Niliyeonekana sifai umeniheshimisha. Umenipa sababu ya kujitahidi. Ambao tumejifunza kitu kupitia bi harusi mtarajiwa. Tupungiane mikono.